Bwana asifiwe Mwokozi. Majina yangu ni mchungaji Fire, ama kama unapenda Pastor Fire. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Asubuhi ya leo nataka niende kuzungumza kuhusu silaha za vita. Nataka nizungumze kuhusu silaha za vita. Wewe ambao uko kwa maombi ama ambayo huwa unafanya maombi, elewa ya kwamba unapoenda kwa maombi unapaswa kutumia silaha za vita, silaha za kiroho. Ukisoma katika neno la Bwana, kitabu ni Waefeso 6, tunaanzia 10 pale mpaka mstari wake ni wa 17. Neno la Bwana linasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mkaweze kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Mstari wa 13, kwa sababu hiyo vaeni silaha zote za Mungu ili mkaweze kusimama siku ya uovu. Mkisha kushinda mkaweze kusimama siku ya uovu. Kisoma mstari wa 14, simameni hali mmejifunga kweli kiunoni na kujifungia utayari, kuvalia utayari wa viatu patao kwa injili ya amani miguuni, na kuvalia dirii ya haki kifuani, na chapeo ya wokovu kichwani. Mstari wa 16, zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mnaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule adui, na kuchukua upanga wa Roho ambalo ni neno la Bwana. Na maana kwamba umeona hapo miguuni kuna utayari wa viatu patao kwa injili ya amani, ambayo inastahili wakati tunapoenda kwa vita tunahitaji kuvalia. Kiunoni tunahitaji kuchukua mkanda wa kweli, kifuani tunahitaji kuvalia dirii ya haki, alafu kichwani chapeo ya wokovu, mkononi tunahitaji kuchukua upanga wa Roho ambalo ni neno la Bwana. Zaidi ya yote neno limesema Waefeso 6:16, tukiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo tunaweza izima mishale yote yenye moto ya yule adui. Naona hapo kuna vitu karibu viwili vimetajwa. Kuna hila za muovu, kuna hila za shetani, alafu pia kuna mishale yenye moto ya yule adui wakati mtu unapoomba. Umesikia hapo? Wakati umeenda kuomba kuna mambo ambayo yanaweza yakatokea. Kuna hila ambazo shetani anaweza akatuma juu ya maisha yako, ambazo anaweza akatuma juu ya watoto wako, ambazo anaweza akatuma juu ya ndoa yako, ambazo anaweza akatuma juu ya biashara yako, ambaye anaweza akatuma hata juu ya njia zako, na mishale yenye moto. Ina maana kwamba mishale ambayo anatuma sio mishale baridi, ni mishale yenye moto ambayo inahitaji kuzimwa na ngao ya imani. Na hizo hila pia zinahitaji kuzimwa na hizo silaha. Tukitwaa silaha zote za Mungu ndizo tunaweza kupinga hila. Naweza kupinga hila za shetani. Mojawapo ya hila ya shetani naweza kukutumia ni kupitia hata kwa kifua. Lakini kwa sababu utakuwa umevalia dirii ya haki, mishale ama hila hizo hazitakupata. Miguuni unaweza ukategwa maneno fulani, unaweza ukategewa mairisi ama manuizi na wachawi. Lakini kwa sababu utakuwa umevalia utayari wa viatu patao kwa injili ya amani miguuni, hata wakitega madawa utakuna kanyaga na kuruka. Hivyo mtumishi wa Mungu, ninakusihi asubuhi ya leo, wacha ukaweze kutumia silaha zote za Mungu unapoenda kupambana. Hakuna mtu anaweza enda kwa vita bila kuchukua silaha. Sikiliza vile Luka 14 mstari wa 31 inasema, au ni mfalme yupi ambaye anaenda kupigana na mfalme mwingine anayekuja juu yake na majeshi ama watu 20,000, asiyeketi chini na kupiga hesabu ya kwamba yeye na majeshi yake 10,000 ataweza kupigana na yule wa majeshi 20,000? Ndivyo ilivyo na sisi. Tunapoenda kupigana lazima uketi chini uangalie ni silaha gani unayoenda ama ni vita gani unaenda kupigana. Kama ni vita ambavyo vinahitaji kali, unahitaji kutumia Waebrania 4:12. Kama ni neno la kupindua, unahitaji kutumia Ezekieli 21:27. Maana neno la Bwana linasema, nitakipindua, nitakipindua, nitakipindua.
hiki nacho hakitakuwa tena. Kwa hivyo mwana wa Mungu, unapoenda kupigana, lazima ujue, lazima upige hesabu, lazima uketi chini na kuelewa vile vita vizuri. Ukishaelewa ni aina gani ya vita unaenda kupigana, ukishaelewa ni adui yupi unaenda kupambana naye, basi una uwezo wa kuchukua silaha ambazo zinamlenga. Unajua, neno la Bwana linasema katika Timotheo wa pili 2:15, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Bwana, mtenda kazi usiye na haja ya kutahayari, ukilitumia neno la kweli kwa halali. Ina maana ya kwamba kweli unaweza ukawa una neno ambalo unarusha katika eneo la vita, lakini hilo neno halilingani na ile hali. Ina maana hujalitumia kwa halali. Neno la Bwana linasema Kolosai 3:16, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu kwa hekima yote. Uwe na hekima, mwana wa Mungu. Huwezi kupeleka neno la kung'oa, maana Biblia inasema kwa Mathayo 15:13, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Huwezi peleka neno la kung'oa mahali ambapo inatakiwa nyundu. Kwa hivyo unahitaji kuelewa ni vita aina gani unapigana. Unahitaji kuelewa ni adui gani unakabiliana naye. Unahitaji kuelewa ni silaha aina gani unaweza kutumia wakati ambapo unakabiliana na huyo adui wako. Kwa hivyo asubuhi ya leo nimekuletea ujumbe huu, mtazamaji wangu, ya kwamba hebu piga hesabu, hebu keti chini, angalia ni vita aina gani unaenda kukabiliana nayo. Utakapoelewa aina ya vita, utaelewa ni aina ya silaha gani ambazo unaweza ukatumia. Nimewahi kusikia watu wengi wanasema eti mimi ninapoingia kwa maombi ya kufunga, mimi ninapoingia kwa vita ama kwa maombi ya vita, ndipo napata majaribu, ndipo ninainukiwa, ndipo ninajaribiwa. Ndio, ni kwa sababu ulipoenda kwa vita, kwanza haukuelewa aina ya vita uliokuwa unapigana. Biblia imesema kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Sio mambo ya kawaida tunapambana nayo. Neno limesema pale ni juu ya wakuu wa giza hili. Neno limesema ni juu ya falme na mamlaka. Neno limesema ni juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Ni majitu mabaya yanarusha mishale yenye moto. Kwa hivyo unapoenda kupigana bila kuvalia ngao ya imani kuzima ile mishale ya mapepo yale mabaya, moja kwa moja lazima utapigwa. Lazima maroho ya malipizi yatakuja kwa nyumba yako. Lazima maroho ya malipizi yatakuja kwa ndoa yako. Lazima maroho ya malipizi yatakuja kwa biashara yako. Lakini utakapokuwa umevalia ngao ya imani, maana kazi yake sasa ni kuzima ile mishale. Wakati uko kwa uwanja wa mapambano, hata adui akirusha hiyo mishale, ngao ya imani itakuwa tayari kuzima na kudaka hiyo mishale katika ulimwengu wa kiroho. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Kama hili neno limekubariki kwa njia moja ama nyingine, unaweza ukalike, unaweza ukasubscribe, unaweza ukashare, hata kucomment, ili kwamba ujumbe huu ufikie watu wengi. Leo hii kuna watu wanapigana vita bila kuelewa ni vita gani wanapigana, bila kuelewa ni silaha gani watakazozitumia. Hebu angalia mtu kama Goliati. Ukisoma katika Samueli wa kwanza 17 kuanzia mstari wa kwanza pale mpaka 7, neno la Bwana linataja ya kwamba huyo mtu aliyekuwa ni shujaa, naye pia alikuwa na akili. Anasema alivalia miguuni maganda ya shaba, kiunoni mkanda, kifuani darii, akavalia kichwani chapeo, mkononi akabeba mkuki. Ina maana na yeye alielewa uzito wa vita alivyokuwa anaenda kupigana. Alichukua ngao. Kwa nini sisi watoto wa nuru, watoto wa Mungu, hekima hii inatupotea wapi? Mwana wa Mungu, unapoenda kupigana, unapoenda kwa maombi, wakati mwingine jaribu kutumia neno la Bwana. Waefeso 6, soma kuanzia 10 mpaka 17. Silaha hizo zimeorodheshwa pale, na pia kuna silaha zimeorodheshwa kwa maandiko sehemu zingine. Ukisoma hicho kitabu cha Ezekieli 21 mstari wake wa 8 mpaka 10, Biblia inasema, mwanadamu tabiri, sema upanga, upanga, upanga umenolewa, upanga umesuguliwa, umenolewa ili ufanye machinjo, umesuguliwa ili uue kama umeme. Utakapokuwa unapambana katika vita vya kuchinja, huwezi kuchukua kwa mfano nyundu. Hapana, hapo ni upanga unaenda kufanya kazi. Kwa hivyo lazima utumie neno la kweli kwa halali. Lazima usome neno. Lazima ujitahidi kuonekana kuwa umekubaliwa na Bwana. Mtenda kazi usiye na haja ya kutahayari, ukilitumia neno la kweli
kwa halali. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Kama ni wewe uko katika kipindi cha maombi, inamisha kichwa chako chini, niachilie neema ya kuvalia silaha. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu. Naachilia neema hii Bwana ya neno hili asubuhi ya leo. Anapoenda katika vita, kila mara Baba, Roho Bwana mkumbushe ili kwamba aweze kuvalia silaha zote za Mungu, aweze kuzipinga hila za shetani. Naachilia neema katika maombi hayo, naachilia neema katika mambo yote yanayopitia, iwe ni vita, iwe ni mishale inayorushwa kwa nyumba yake, inayorushwa kwa uchumi wake, inayorushwa kwa afya yake, ninaizima kwa ngao ya imani. Neno lako limesema kwa Efeso 6:16, zaidi ya yote tukiitoa ngao ya imani, ambao kwa hiyo tunaweza izima mishale yote yenye moto ya yule adui. Ninazima hiyo mishale ya magonjwa, ninazima hiyo mishale ya laana, ninazima hiyo mishale ya kukataliwa. Roho za vita yote nimeyangusha katika jina la Yesu. Ninakushukuru Mwokozi, kuingia kwake na kuondoka kwake kumebarikiwa. Katika jina la Baba, jina la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kuamini.